kupata wale ambao wanawaza na kufikiria juu ya maslahi yetu kama minority katika kaunti hii ya Kisii. Sisi tunashukuru sana, tunaomba Mwenyezi Mungu awazidishie, na tunaomba sisi ambao beneficiaries wa project hii watu ambao tunatoa shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu. Na shukrani ni ile kuungana na kufuata maagizo namna ambayo tunaelekezwa na wadhamini wetu. Kijijini kwa hakika tumetengwa kwa mambo mengi na hatukuweza kupata wale ambao wanatutetea, na sisi wenyewe hatuwezi kujitetea, ila Mwenyezi Mungu ameleta organizations kama hii Armshield International waje waangazie matatizo ambayo sisi tunapitia ili ipate kujulikana. Ila naomba sisi wenyewe vile vile tuungane, tushirikiane na hawa wadhamini ambao wanataka kutuelekeza. Sije tukawa sisi ndio tunajua zaidi yao. Wao wametusaidia, na tunaomba ushirikiano ya watu wote kwa ujumla, kwa sababu nakumbuka viongozi waliotangulia katika siasa za kaunti hii ya Kisii, nikiquote mmoja wao alisema, the greatest danger is that of denying the minority equal opportunity within the society. Ni hatari kubwa sana wale minority ambao hawazingatii ni sawasawa na wale watu ambao mko katika meli moja, watu wa chini wanaomba wale watu wako kwa juu wawasaidie maji, hawataki kuwapatia. Wale watu wakiamua kutoboa meli kutoka chini wapate maji, basi meli itazama yote. Na hao ni minority ambao wako chini, wale ambao hawana uwezo. Kuna watu people with disability, kuna watu ambao ni orphans, tuko na widows, tuko na wagonjwa, tuko na the poorest people within the county, kwa sababu hawana shamba, hawana kazi, hawana makao. Inatakikana society inaangalia watu kama hao. The less fortunate in the society wanasaidiwa with the ones who are well to do. Serikali, jukumu la serikali kubwa ni kuangalia wale ambao hawajiwezi na ni vipi watasaidiwa. Na viongozi wote tungeomba na nyinyi kama county government, hii ambao imetukujia ni ile msaada inayotoka nje. Je, sisi humu ndani msaada wetu uko wapi? Kama viongozi tunaomba governor, tuko na MPs, tuko na council MCAs, tuko na women rep. Nini pia kuna jukumu la kuangalia maslahi ya wale ambao hawajiwezi katika jamii. Na mnapanga mpango gani? Mikakati gani ambao mko nao kuhusu wale ambao hawajiwezi katika jamii? Manake to live we must. Watu lazima waishi. Hakuna njia utasema ati hao hawafai kuishi kwa sababu hali yao ni duni, majumba zao hazifai. Inawezekana wasaidiwe katika hali kama hiyo. Kwa hivyo tunaomba tushirikiane pamoja, tuendeleze kuleta maendeleo katika jamii yetu. Asante. Naitwa Amina Hassan. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia hii nafasi kuongea kama jamii ya Wanubi the minority. Na pia tunatoa shukrani zaidi kwa ITEC. Hao ndio watu ambao wametuchukua kule kijijini. Tumekuwa na hao, wamekuwa wakitufundisha mpaka tumepata hii nafasi hii. Tunaomba zaidi kama kutakuwa na wale watu ambao watakuwa watusaidia zaidi, tunaomba tusaidie, tupatie usaidizi zaidi. Sisi kama jamii ya Kinubi tuko na watoto ambao wanaenda shule. School fees ni shida huko. Kuna yule anajiweza, amesoma, amepita na kila siku. Kuna wale maisha yao ni ya chini, manyumba ndio zile mnayaona. Tunaomba mkijitokeza mtusaidie, tutafurahi. Through Armshield. Hao ndio wametuweka leo tutaonekana sisi ni watu pia katika jamii. My name is Kisii. Thank you to the community because of their safety and the organizations which are partnering with us from the community so that the community can benefit. As well, I want to thank the Minority Rights International, which has been funding a few projects in the Nubian community
so that they see that the Nubians also have well their rights in terms of education and in terms of health. I also want to request, as my colleague has said, whoever out there want to partner with Armshield International, you are welcome. Come over, we can partner, you can fund us, or you can fund our activities, so that you can see community coming up and people having their justice and living in community. Thank you so much. I'm the Vice Chairperson of Armshield International and the board as the level. So I'm here on behalf of the Chairperson to appreciate the fact that we've come as IPEC in addressing the issues of inclusivity. Some of the projects that we do as an organization is address the issues of human rights in terms of gender-based violence, sexual and gender-based violence, all those violations that are affecting the human beings around our county. And then we also talk about the issues of governance, and this in terms of good governance. And that is where we come into the terms of the issues of inclusion of all persons within the society. And the major project that we've tried to run as an organization is the inclusivity of the minority group, which is in the Nubian community, which we ask them to speak up and address some of the challenges that are facing them as a community, since they are minorities in the region. And one of them is the aspect of housing, the issues of IDs, national ID identification cards, which has been a very major, rather a big issue in the county for them to get identification cards. And we thank the county government of Kisii at some point during the county integrated development plan. They held a public forum, public participation for the Nubian community to air their issues, so that their agendas and projects and ideas could be integrated in that particular document. So for us, it's as an organization, we strive to include the minority groups. We want to empower them so they can also speak up and put the government into task to address some of the issues that are there articulated in Article 56 of the Constitution that address the issues of the minority groups within the country. So thank you so much, and we hope for the people, any partners who are there, who can support this particular forum, this particular group, please come forward. We are ready to work in addressing some of these issues. Jina ni Kisii, nawakilisha Abinapa na Armshield. Yaani jambo ni mtache, kwa sababu mwanzo nashukuru Mungu kwa kujalia hii siku ya leo, kwa sababu si upendo yetu ama matarajio yetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ni uwezo yake kutujalia kufika mpaka wakati kama huu, kwa sababu wengi walikuwa na matarajio lakini hawakufika. Tunazidi kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu kutujalia, kwa sababu Armshield na Nubian wameshikana, na vile vile haya vikundi, yani yale mashirikiano yao waliofanya mpaka leo tuko hapa, na vile vile mimi nawakilisha kama chairman ya Nubian. So haya yote tunayaongea kwa sababu ya ushirikiano. Na shukrani zaidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu, na vile vile wale watakuwa wanatazama ni ile yale tunayapitia mwanzo yamesemwa, kwa sababu itakayefanya irudie, kwa sababu yale maneno yamesemwa ni mengi, yangu ni machache. Na sisitiza kwanza vikundi, watu wao wajiweke kwa vikundi, kwa sababu kwa saa hizi serikali inapenda watu wao kwa vikundi ndio wanapata nini? Wanapata usaidizi. Maana government yendi kuona mtu atiakiwe individual. Government inataka watu wawe individual. So the best thing in youth watakuwa wanapata fund kutoka government, watu wajiweke, watu 10, 12 mpaka 18 wajiweke in group wa registered, so government itakuwa inawatambua. Kwa sababu leo uende kwa serikali peke yako utasaidia, kwa sababu kuna national government na kuna county government. Ile usaidizi yote ukifuatia procedure utayapata, lakini ukikaa uende peke yako hakuna kitu kusaidika. Na vile vile haya yote yamesemwa ya kusisitiza tu ni ile kuna wale baadhi ya watoto wamepita vile dada yetu wamesema hapa. Kuna baadhi ya watoto wako na marks nzuri sana. Naomba sana government, national na county wajaribu kuona, kwa sababu kuna wale watu mpaka leo hawajajua procedure ya kufika waende wasaidike. Haya machache, naomba Mwenyezi Mungu atubariki na tuongoze kwa haya imani tunayoongea, na iwe ni